Muhammad, tumekupatia ufunuo, tumekupatia risala kama tuliwapatia mitume walio kabla yako wewe. La in ashrakta, lawe Muhammad ukitushirikisha katika jambo moja, la yahbatanna amaluk, tutaharibu, tutakataa amali zako zote. Huyu ni mtume anaambiwa hivyo, sio mimi na wewe. Mtume wa hasha lillah kwamba anaweza kumshirikisha. Na ndugu zangu, hili jambo la shirki tunaona ni mchezo. Wallahi hili jambo linaishi ndani ya sufufu za Waislamu. Wangapi wanaswali hapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na anahirizi mkononi mwake, anahirizi kwenye kiuno, anahirizi kwenye mlango wake, anaabudu kaburi, anaabudu malaika, anaabudu mitume, anaabudu jini. Tembeeni katika ulimwengu wa Kiislamu muone watu hali zao. Anafanya istighatha na kaburi. Haya ni mambo ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu, na anafanya mtu amali zake zote siku ya kiyama Mwenyezi Mungu anazikataa. Ishraku billah. Jambo la pili ndugu zangu, nakwenda mbio mbio, anasar ni nyingi. Jambo la pili ni wewe na mimi kuchukia yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu amekuamrisha kufanya. Allah amekuamrisha kuswali, unaswali wa anta karih, unachukia sala. Allah amekuamrisha kutoa zaka, una uwezo utaki kutoa, na ukitoa karihan, unatoa huku unachukia. Unafunga Ramadhani kana kwamba ni adhabu kwako wewe, unaichukia Ramadhani, unahesabu siku, kila siku ya Ramadhani ikiisha unafurahi kwa sababu Ramadhani inaendelea kuisha. Huipendi Ramadhani, huipendi sala, hupendi kutoa, hupendi kusoma Qur'an, unafanya basi tu huku unachukia. Ukifanya amal salih bila mahabba ya Allah subhanahu wa ta'ala, amali kama hii Allah subhanahu wa ta'ala anaikataa. Allah anasema dhalika biannahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, hivi ndivyo wao walivyochukia yale mambo ambayo tuliwaamrisha wao kufanya, naye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kaharibu amali zao. Unaswali ajiz, unaswali msikitini jamaa kwa sababu unamdai mtu, unamtafuta mtu, unajua huyu mtu simpati isipokuwa msikitini. Vipi unaswali na wewe unachukia? Allah amekupa mangapi wewe? Amekunusuru na mangapi? Anakuambia waqimis sala, simamisha sala, ni katika ukumbusho wangu, urudishe shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dakika 5, dakika 25 kwa masaa 24. Allah anakuomba masaa 24 yako, kaa naye mwenyewe, nipe dakika 25 tu ya sala. Unaswali na huku unachukia, unatoa sadaka na huku unachukia, huna budi. Basi amali kama hizi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakataa. Hii ni mojawapo katika jambo ambalo linaharibu amali za Muislamu يوم القيامة. Tumetoka katika mwezi wa Ramadhani, khairi nyingi tumefanya, mengi tumeyafanya. Wewe ujiulizi wale wema wa zamani, kwa nini walikuwa wanalia Ramadhani ikisha? Walikuwa wanalia kwa sababu kwanza ni huzuni ya ibada nyingi za kufanya na baraka za Ramadhani, na pili wanalia huko wanamuomba Mwenyezi Mungu awakubalie amali zao, awatakabalie saumu zao, awakubalie sadaka zao, tilawatul Quran fi shahr Ramadhan. Wanalia miezi 6 wanaomba kubul, na miezi 6 wanafanya istidad. Hivyo ndivyo wanaishi wema waliotangulia. Usidhanie unapofanya wewe ile amal, unapoanza kuswali basi imekwisha. La, ile sala inataka ihifadhiwe. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, sala inafaa kukinga na maovu wewe. Ndugu zangu katika imani, nukta ya 3 kwa sababu ya wakati, ni saratani ya umma, kansa, nayo ni riya. Kufanya mambo ya ibada au amali salih ili watu wakuone. Na leo mashaallah unaweza ukafanya mambo si msikiti huu tu, wakakuona dunia nzima watu, kwa sababu tunaishi katika era, katika asr ya mtandawazi. Mtandao unaweza ukafanya wewe watu milioni 1 wakakuona, wakakusifu. Unaweza ukatoa sadaka, ukapiga picha, watu dunia nzima wakakuona. Unaweza ukafanya jambo lolote la khairi likasambaa, ukaenda picha ukapiga pale Kaaba, unaomba dua na huombi dua, dunia nzima wakakuona, unaomba dua, watu wakakusifu. Riya. Na riya mfano wake ni shirki ndogo, kama alivyotuambia al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Riya mfano wake ni ile matembezi ya mdudu namla, chungu, mdudu chungu ile. Dhabibatu namla as-sauda fi sakhrati as-sauda
fi lailatin dhulma. Mfano wa shirki hii ambayo imesimamishwa na ria ni mfano wa mdudu chungu mweusi anayetembea juu ya jiwe jeusi katika usiku mweusi. Billah alaikum, huyo mdudu utamuona kweli? La shaka umuone. Hiyo ni mfano wa shirki ndogo ambayo ni ria. Na watu wa kwanza, awwalu ma yuqda alayhi yawm alqiyama, watu wa kwanza ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawahukumu sio wakula riba, sio wazinifu, sio wezi, sio mushrikini. La, watu wa kwanza watakayehesabiwa ni watu waliofanya amali njema, na amali njema hizi badala ya kuwapeleka aljanna itawapeleka katika moto wa jahannam, kama ilivyokuja katika Sahih Muslim. Wa kwanza ni mtu ambaye alikuwa yeye ni mujahidun fi sabilillah, anapigana jihad, na hakuna tadhhiya, hakuna sacrifice kama jihad. Pamoja na ibada yake jihad, pamoja na fadhaili ya jihad, يوم القيامة Allah subhanahu wa ta'ala, maana alhadith ni ndefu, atamuuliza mja wake ulifanya nini duniani? Ataambia ya Rabbi, nilipigana ili maneno yako ya dini yako iwe juu na ukafiri uwe chini. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia kadhabt, umesema uongo wewe. Wewe ulipigana ili watu wakusifu kwamba wewe ni jari, wewe ni shujaa. Na kweli watu walikusifu, ulipigana kwa sababu ya watu. Na wallahi wa bil munasaba inanikumbusha kisa kimoja katika ghazawat moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapigana vita, mmoja katika sahaba au akamuona mmoja yuko katika sakarati al-maut, amepigana vita akafa katika vita. Masahaba wakaanza kushangilia, mashaallah, huyu ni katika mtu wa peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema bal huwa fi an-nar, huyu ni mtu wa motoni. Kwa nini? Huyu mtu alipopata jeraha, badala angojee umauti umfikie sawa sawa, alijimaliza akajidunga mpaka akajiua. Na mtu anayejiua makazi yake ni moto. Vita anapigana na bwana mtume, lakini inapokosa malengo ile ibada inakuwa Allah subhanahu wa ta'ala haitaki. Huyu kapigana katika jeshi sufufu moja na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mujahid yawm al-qiyama anaambia wewe ulitaka kusifiwa na watu walikusifu. Na naam, ulisifiwa. Mashaallah mujahid wewe, simba wewe, mashaallah. Nenda kwa wale waliokusifu, janna yangu huingii. Wa pili ni qari al-Qur'an, mtu aliyekuwa anasoma Qur'ani, akiwaliza watu katika salati tarawih, akisoma kwa sauti nzuri, watu wakimsifu mashaallah, akiwafunza watu Qur'ani kama alivyosema bwana mtume, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani na akawafunza wenzake. Lakini kwa sababu inapokosa malengo, ile ibada ikielekezwa kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ikishaingia maradhi ya riya, ile ibada inakuwa ni sababu ya wewe kuingia katika moto wa jahannam. Wa iyadhu billah. Ulifanya nini? Nilikuwa nafundisha watu Qur'ani ya Rabb. Allah anaambia la kadhabtu, umesema uongo. Ulifundisha watu wakusifu kwamba wewe ni qari, wewe ni alim, na walikusifu duniani kwa sababu ya kukosekana ikhlas, kwa sababu ya kukosekana malengo. Riya inamuondoa mtu katika malengo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu wa tatu kama ilivyokuja katika Sahih Muslim ni mtu alikuwa akitoa mali yake, akijenga misikiti, akiwaangalia mayatima, akiwalisha masakin, akifanya kila la khairi na mali yake lakini ndani yake ina khalif nje yake. Alikuwa anafanya kwa sababu watu msifu kwamba ni karimu, na naam alisifiwa duniani. Allah atamuuliza ulifanya nini duniani? Ataambia ya Rabb, niliwasaidia masakin, niliwasaidia wajane, armala na mayatima wa hakadha. Allah ataambia la kadhabtu, ulifanya ili watu wakusifu na walikusifu. Leo kwangu huna chochote, amali yako imeambulia patupu, habaan manthura, riya. Na leo mnaona katika ulimwengu leo hatuwezi kufanya jambo, lazima ulimwengu mzima uone. Hauwezi kwenda kusaidia mayatima mpaka upigwe picha. Piga picha bana, umshike mtoto yatima kichwa, alafu uisambaze waone, angalia jamaa mtu mkarimu bana, anaangalia mayatima, kumbe unafanya ili watu wakusifu. Hii yote ndugu zangu katika imani, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu hatakulipa, atakwambia nenda kwa wale ambaye walikusifu. Na ndio maradhi leo imetukumba sisi. Hatuwezi kufanya jambo lolote ili ulimwengu mzima kwanza wajue kwamba unafanya. Inatosha kwa Mwenyezi Mungu anajua. Inatosha kwa Mwenyezi Mungu ndio mwenye kubali amali. Inatosha kwa Mwenyezi Mungu yeye peke yake ndio mwenye kuabudiwa. Kwa nini unaelekeza ibada hii kwa wengine? Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامه anakataa. Ndugu zangu katika imani, nukta zifuatazo
بل بعد جلسة الاستراحة أقول ما تسمعون واستغفر ربكم إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Nukta ya 4 ni jambo ambalo mara nyingi tunapenda kulikariri. Kwanza tunalikariri ni kwa sababu ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pili ni maneno ambaye yametufungamanisha, wengi wetu tumeanguka katika hili tatizo, tuko wengi, na ni jambo zima la kumuasi Mwenyezi Mungu kwa siri. Adh-dhunub al-khalawat, madhambi ya siri. Unafanya mema mbele za watu, kisha ukiwa kule kwenye giza unamuasi Mwenyezi Mungu vilivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kazungumzia hawa, na wengi wetu tuko ndani katika hilo. Madhambi ya siri mbele za watu, mcha Mungu, lakini wanadamu akikupa mgongo au giza likishaingia, hakuna ifrit minash shaitan kama wewe. Hakuna muovu kama wewe unapokuwa na simu yako, unapoingia katika zile mawaqi chafu, unapoangalia zile sura khalia, picha za wanawake wakiwa uchi, picha za ngono. Nikisema ngono ni pornographic, picha za zinaa. Umekaa ndani ya nyumba yako, hakuna anayekuona, watu wanadhania kwamba unasoma Qur'ani au unasoma risala, kumbe ndani yake unaangalia uchafu ambao mwingine bora ardhi ipasuke uingie ndani uzame kwa ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam kawazungumzia hawa watu, nasallallahu salama. Anasema la ya'lamanna aqwamun, mtapata kuwajua watu siku ya kiyama, ya'tuna bihasanatin, hawa watu watakuja na wema, hasanati na thawab, amthali jibal tuhama bayda, watakuja na hasanati mfano wa jabali Tuhama Bayda, jabali kubwa kabisa hilo liko Makkah, thawabu nyingi, sala, funga, hija. Lakini mtume hakusimamia hapo Bayda, walakin yaj'al Allah haba'an manthura. Kisha baada ya kuja na amali kama hizi, Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة anazikataa hizo amali zote zake, anazikataa. Muflis, hasara, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum yawm alqiyamah alkhusran almubin. Allah anakataa yote. Thuban radhiallahu anhu, sahabi aljalil, alikuwa pale, akamwambia Rasulullah, sif lana, tuambie hawa ni kina nani hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona hofu ya masahaba, Thuban wanatetemeka hivi, siku ya kiyama unakataliwa ibada zetu zote, hawa ni kina nani watakayepata hasa? Inaogopesha hii. Wewe ufunge, utoe, uswali, ufanye, kisha Mwenyezi Mungu akatae. Kuna hatari ndugu zangu katika imani. Mtume akasema innahum ikhwanukum, hawa ni ndugu zenu katika imani. Sifa ya kwanza ni Uislamu, ni Waislamu hao. Ikhwanukum wa min jildatikum, ni ndugu zenu katika imani na ni ndugu zenu katika damu. Ni ndugu yako mara mbili huyo. Yaakhudhuna min al-layli kama taakhudhun. Allahu akbar. Hawa watu wanatushinda hata sisi, wanaswali mpaka qiyamul layl, ambaye ndio sharafu almu'min. Heshima ya muumini ni kusimama usiku. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wanasimamisha hiyo aya, wanaamka, wanaachanisha mbavu zao. Yote haya mazuri wanafanya, walakin, sikia sasa sifa yao mbaya hii, walakin aqwamun, hawa ni watu idha khalau bimaharimillah intahakuha. Hawa ni watu wakiwa mahali hakuna anayewaona, basi wanamuasi Mwenyezi Mungu vilivyo.